إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani alhibba, ndugu muislam, imma mawdu'i khutbatuna al-yawm inwanuha yaqul dhakrul maut. Imma mawdu'i ya khutba yetu ya leo inwani ya kikamili nasema kukumbuka umauti. Katika mujibu wa kitabu na hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam inatukumbusha umauti na inahitajika masikitiko katika nyoyo zetu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Hakuna yeyote atakayekaa duniani. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhila aljanna faqad faz, na hakika mtalipwa kikamilifu ujira wenu siku ya kiyama. Basi atakayewekwa mbali na moto na akaingizwa janna kwa yaqini amefuzu. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, na uhai wa dunia sio lolote ila ni starehe ya udanganyifu. Ndugu Muislamu, yatakikana sisi Waislamu tuweke mambo ya Allah mbele, dunia tuache nyuma. Allah akatuambia katika suratul Luqman, wama tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir, na nafsi yote haijui ni nini itachuma kesho, na nafsi yote haijui itafifia katika ardhi gani. Yahitajika sisi Waislamu tujiandae na amali salih, amali ambayo itamfurahisha Mola wetu. Hatujui ni siku gani tutatoka katika ardhi hii. Yatakikana tujiandae na amali itakayomfurahisha Mola tabaraka arrahman. Na akasema Allah subhanahu katika surat A'raf, fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun, basi utakapofika muda wa huo hawatahairi wala hawatangulia. Na akasema Allah katika suratul Munafiqun, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Enyi mliamini, zisikuburusheni mali zenu na wala watoto wenu, msijishughulishe na mali zenu na watoto wenu mkaacha kumdhukuru Allah, kumtaja Mola tabaraka arrahman. Na yeyote atakayefanya hivyo, basi hao ndio waliokhasirika, waliopata hasara. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqul minas salihin, na toeni katika yale tuliyokuruzukuni kabla hayajamfika moja wenu umauti. Akasema, Rabbu wangu, lau ungenikhirisha
kufikisha mpaka muda wa karibu hivi, basi ningetoa sadaka na ningekuwa miongoni mwa wasalihina. Ndugu Muislamu, sadaka ni kitu ambayo waweza kununua pepo, waweza kupata, yani ni kitu ambayo itakufanya mizani yako iwe nzito. Walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Lakini Allah haikhairishi kamwe nafsi yoyote inapokuja ajali yake, na Allah ni mwenye upeo wa habari za dhahir na za kufichika kwa yale mtendayo. Hata idha jaa ahdahumul maut, pindi takapomjia mmoja wenu mauti, qala rabbi irji'un, atasema Rabbu wangu nirudisheni, nirejeshe duniani, la'alli a'malu salihan fima tarakt, ili nikatende mema katika yale niliyoacha. Kalla, ataambiwa innaha kalimatun huwa qailuha, la hashana, hakika hilo ni neno alisema yeye tu, naye ni Allah tabaraka arrahman. Waman kalla innahu kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmin yub'athun, na nyuma yao kuna barza mpaka siku watakapofufuliwa. Fa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun, basi itakapopulizwa baragumu hakutokuwa na unasaba baina yao siku hiyo, na wala hawatoulizana. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, basi yule ambaye mizani yake itakuwa nzito, hao ndio wenye kufaulu. Waman khaffat mawazinu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, na yule ambaye mizani yake itakuwa hafifu, itakuwa wepesi, basi hao ndio ambao wamehasirika, wakapata hasara na nafsi zao itabaki katika jahannam na ni yenye kudumu. Talfa wujuhahum naru wa hum fiha kalihun, na moto utababua nyuso zao, na humo watakuwa ni wenye midomo iliyosinya na kuvutika mbali na meno. Alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun. Allah atawaambia, je, hazikuwa aya zangu zinasomwa kwenu na nyinyi mkao ni wenye kuzikadhibisha? Ndugu Muislamu, leo katika Ijumaa mashaikh wanapanga khutba wakiwasomea aya ili mradi tu nyinyi muongoke, lakini mkao wenye kuzikadhibisha. Lakini kesho tutasimama mbele ya Allah subhana, hakuna yoyote aliyetangaziwa kifo yake itakuwa siku fulani. Je, tumejitayarisha na nini? Illa qawluhu ta'ala, qala kam labithtum fil ardi adada sinin, na aya inaendelea. Allah atasema, muda gani mlikaa katika ardhi kwa idadi ya miaka? Qalu labithna yawman au ba'da yawm fas'alil 'adin, watasema tumekaa siku, sehemu tu ya siku, basi waulize wanaohesabu. Qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun, Allah atasema hamkukaa huko duniani isipokuwa kidogo tu, lau mngelikuwa mnajua. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, je, mlidhani kwamba sisi tulikuumbeni bila kusudio mcheze tu, kwamba nyinyi kwetu hamtorejeshwa? Sisi wanadamu tuko na haki juu ya Allah na Allah subhanahu ako na haki juu yetu. Hiyo ndo makusudio ambayo Allah alituumba nayo. Katika hadithi wanasema, wa an Abi Umar radhiyallahu anhu qala, imepokea kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhu, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biminkibay, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alishika mabega yangu, faqala, akasema, kun fi dunya ka'annaka gharib, kun fi dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil, kuwa duniani ni kana kwamba ni mgeni au mpita njia. Wa kana Ibn Umar
رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Ibn Umar radhiallahu anhuma alikuwa akisema, na ukichelewa usingoje asubuhi, na unapopambazuka usingoje jioni. Wa akhudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautika, nachukua uzima wako kwa ajili ya maradhi yako, nachukua uhai wako kabla ya mauti yako. Rawahu al-Bukhari. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان هذا عجله فبينما هو كذلك إذا جاء الخط أقرب. رواه البخاري. Imepokea kutoka kwa Anas radhi za Mwenyezi Mungu zimshukie, amesema alichora Nabii sallallahu alayhi wasallam mistari mingi, akasema huyu ni mwanadamu na mistari huu ni ajali yake, akiwa hivyo anajiua, na mistari wa karibu yani ni mauti. Na hadithi imepokewa na Bukhari. Ukaambia badiru bil a'mali sab'a hal tantadhiruna ila al-faqr musiya au ghinaya mutghiya au maradan mufsida au haraman mufannada au mautan mujhiza au dajjal fasharrun ghaibin yantadhiru au sa'atu wa sa'atu adha wa amr. Rawahu Tirmidhi wa qala hadith hasan. Harakisheni kufanya amali kabla mambo saba ijawafika. Je, mnaongoja ufakiri unaosahaulisha au utajiri unaopoteza au maradhi yenye kuharibu siha au uzee unaoharibu akili au mauti ya ghafla au kuja kwa Dajjal, naye ni shari iliyojificha inayongojewa, au kiyama, na kiyama ni tukio gumu na chungu. Na hadithi ni ya Tirmidhi ambaye alisema ni hadithi ya hasan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akthiru dhikri hadhihi al-ladhat yani al-maut. Imepokea kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu kuwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema, zidisheni kumkumbuka Allah, zidisheni kukumbuka kiondoa ladha yani mauti. Na katika hadithi akasema, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dhahaba thuluth al-layl faqam. Imepokea kutoka kwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiamka thuluthi ya mwisho ya usiku, faqala, akasema, ya ayuhan nas, enyi watu, dhkurullaha ja'atir radifa tatba'uha radifa, mtajeni Allah, tetemeko limekuja ikifuatiwa na radi. Jaa al-mauta bima fihi, mauti yamekuja na yaliyo ndani yake. Qultu ya Rasulullah, akasema nikamuuliza ewe Rasulullah, inni akthiru salata alayka fakam aj'alu laka min salati. Nikamuuliza ewe Rasul wa Allah, mimi nimeongeza kukuswalia, je nikutengee kiasi gani kwenye swala yangu? Faqala ma shi'ta, akasema unavyotaka. Qultu ruba, akasema je robo? Qala ma shi'ta, akasema unavyopenda. Fa inni zidta fa huwa khairan lak, na ukizidisha ni bora kwako. Nikasema qultu fa nisfa, je nusu? Qala ma shi'ta, akasema unavyotaka. Fa inni zidta fa huwa khairan lak, ukizidisha ni bora kwako. Qala ma shi'ta fa inni zidta fa huwa khairan lak. Qultu aj'alu laka min salati kullaha, nikasema je nikujalie swala yangu ni yako iwe yako? Qala, akasema ina tatizo. Qala Allah ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, astabiqul khairat,
Ndugu Muislamu, ili tujiandae na umauti na kusimama mbele ya Mola Tabaraka Rahman, lazima tushindane katika khair, tuwe wenye kutenda khair. Akasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatul 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin, na kimbilieni maghfira kutoka kwa Rabb wenu, na janna upana wake ni upana wa mbingu na ardhi, na imeandaliwa kwa wenye takwa. Janna iliandaliwa kwa sisi Waislamu ila tutende mema. Kwa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kullu ummatin yadkhuluna aljannata ila man aba, umma wangu wote wataingia janna isipokuwa atakayekataa. Qala wakamuuliza, ewe Rasulullah, ni nani atakayekataa janna? Akasema, aliyeniasi amekataa na atakayenitii amekubali. Ndugu Muislamu, nakimbilieni maghfira kutoka kwa Rabb wenu, na janna upana wake ni upana wa mbingu na ardhi, imeandaliwa kwa wenye takwa. Na katika hadithi hiyo ndio inayotujulisha ya kuwa janna imeandaliwa kwa ajili yetu. Tuwe wenye kuchukua muda wetu, kutenga muda ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mdhukuruni Allah kwa wingi wa kumdhukuru. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, mdhukuruni Allah msimamapo na mkaapo na mnapolala ubavuni mwenu. Wasabbihu bukratan wa asila, na msabih asubuhi na jioni. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qa'ada maqaida lam yadhkurullaha fihi, anayekaa kikao chochote kila asimdhukuru Allah katika kikao hicho, kanat alayhim min Allah tibr, basi ana dhambi kutoka kwa Allah. Na akasema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, hapana watu wote wanaokaa kikao kisha wasimdhukuru Allah na wasimswalie mtume, wasimswalie nabii wao, ila watakuwa na dhambi. Allah akipenda atawadhibu na akipenda atawasamehe. Waqala sallallahu alayhi wasallam, ma min qawmin yaqumuna min majlis la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithla jifati al-himar wa kana lahum hasab. Na amesema sallallahu alayhi wasallam, hapana watu wote wanaosimama katika kikao walichokaa kisha wasimdhukuru Allah, ila watakuwa wanasimama kama mzoga wa punda, na watakuja kujuta kwa kutomdhukuru Allah subhanahu. Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu alhayy walmayyit, mfano anayemdhukuru Allah subhanahu na asiyemdhukuru Allah subhanahu ni mfano wa aliye hai na maiti. Ndugu Muislamu, lazima tuwe wenye kuchukua muda ya kumdhukuru Allah. Hiyo itakuwa moja katika amali tuliyoyatenda ili kujiandaa na mauti. Na akasema tuwe wenye pia kuswali swala kwa jamaa. Akasema salatul jamaa afdalu min salati al-fard bi 27 daraja. Swala ya jamaa ni bora kuliko swala ya upweke kwa daraja 27. Hiyo pia kuswali kwa muda wake itakuwa ni mema. Tuwe wenye kuzidisha istighfar katika swala yetu baada ya rukuu, katika tashahhud na dua baada ya swala. La ilaha illa Allah, tahmid, alhamdulillah na takbir, Allahu akbar na adhkar nyinginezo. Maana tunaambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, jaddidu imanakum, fanyeni upya imani yenu. Akasema wa kaifa nujaddidu imanana, na vipi tutafanya upya imani yetu? Qala akbiru min dhikri, yani zidisha kumdhukuru Allah na dhikri. Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu alhayy walmayyit. Katika hadithi, ndugu Muislamu, yanatuambia tuwe wenye kuepukana na maovu, tuwe wenye kufanya mema, na tuwe wenye kuepukana na yale makatazo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu Muislamu, ni vitu vingapi vimeharamishwa na Allah?
na hali ya kuwa sisi Waislamu tumekuwa wenye kuikaribia. Ndugu Muislamu, tuwe wenye kujiepusha na haya. Kuna vitu ambazo zimelaaniwa na Allah, na atakayekaribia hiyo kitu pia amelaaniwa, pombe na vitu zinginezo. Katika hadithi ya Imam Abu Daud, imesahihishwa na Imam Ahmad na Imam Al-Hakim, pia Bukhari wa zamani Muhammad Nasir ad-Din Al-Albani katika kitabu chake cha Sahihul Jami anasema la'ana Allahu al-khamr, ameilaani Mwenyezi Mungu pombe, washaribaha, na mnywaji wa pombe, wasaqiha, na mnyweshaji wa pombe. Hata kama ukuni ndugu Muislamu, lakini ukawa unamfurahisha ndugu yako kwa kumnunulia, ujue umemuudhi Allah subhanahu. Na wakasema wabai'aha, na muuzaji, wa mu'taha, na mnunuzi wa pombe, wa asiraha, na mtengenezaji wa pombe, wa muktasiraha, na kinachotengenezewa pombe, wa hamilaha wal mahmulata ilayhi, na kinachobeba, anayebeba na kinachobeba pombe. Na ni nini pombe? Pombe alqamru ma yuqammiru al-uqul, ni kitu kinachotia ulevi. Laqad marra au marrat al-qamru ala thalathati marahil, pombe uliharamishwa kwa vituo vitatu taratibu na Uislamu. Katika suratul Nisa aya ya 43, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Yani anasema Mwenyezi Mungu, la taqrabus salata wa antum sukara, msikaribie swala hali ya kuwa mmelewa, hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka mjue mnachokitenda na mnachokisema. Sayyidina Umar ibn Khattab anamwambia Rasulullah, tunataka tujue uharamu wa pombe mutlaqan. Aya ya pili ikashuka katika suratul Baqara aya ya 219 inasema yasalunaka 'anil qamri wal maisir, watakapokuuliza kuhusiana na pombe na kamari, qul sema ewe Muhammad, fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Yani pombe na kamari ina manufaa. Maswahaba walikuwa wanalewa, lakini baada ya kusikia hivyo wakaacha kulewa, kisha wanakuwa wenye kulewa baada ya salatul isha. Maana hiyo aya ya mwanzo ilisema imeharamishwa pombe, yani mtu asikaribie pombe wakati wa swala. Aya ya tatu ikashuka katika suratul Maida baada ya Umar kusema Allahumma bayyin lana fil qamri bayanan shafi'a, ya ayyuhalladhina amanu innamal qamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan. Ndugu Muislam, tuwe wenye kuepukana na hayo yote aliyolaani Allah subhanahu na imeharamishwa na Mola, ndio tuwe wenye kufaulu na tuandae maisha ya barza kwa amali njema. Yani tusiwe wenye kufuata riba na Mwenyezi Mungu na wanasema la'ana Allahu akila riba wa mukala wa shahidai, na mashahidi wa mkataba wa riba, wa hum fi sawa'un wote, yani wasimamizi watakaosimamia riba wote wamelaaniwa. Yani pindi tunapohitaji risk tusiwe wenye kukimbilia vitu zilizoharamishwa bet, maana hatujatangaziwa mauti. Leo hii tuko katika hii ardhi, kesho tutakuwa chini ya ardhi. Ndugu Muislam, tumejiandaa vipi kukutana na Allah subhanahu? Tuwe wenye kusimama usiku tumuombe Allah kuliko kukimbilia aliyoyaharamisha. Katika suratul Qadr, Allah anasema bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qur'an katika lailatul qadr, usiku wa lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr, na ni nini kitakachokujulisha ni nini huwa lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr, na lailatul qadr ni bora kuliko miezi 1000. Tanazzalu malaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr
na wanateremka humo malaika Ar-Ruh Jibril kwa idhni ya Rabb wao kwa kila jambo. Salamun hiya hatta matla'il fajr, amani mpaka kuchomoza alfajiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ndugu Muislamu, tuwe wenye kutenda mema katika yale tuliyoyaacha, na tuwe wenye kujikandamiza, kujikumba na khair. Qala rajul al-nabi sallallahu alayhi wasallam yawma Uhud, mtu mmoja alimuuliza Nabii sallallahu alayhi wasallam siku ya vita vya Uhud, araita in qutilta fa aina ana, niambie nikiuliwa nitakwenda wapi? Qala fil janna, Nabii sallallahu alayhi wasallam akamjibu janna. Faalqa tamarati kunna fi yadi, akazitupa tende chache zilizokuwa mkononi mwake, kisha akapigana mpaka akauliwa. Ndugu Muislamu, na hadithi hii inatuonyesha wema wa jihad, na tuwe wenye kutoa sadaka. Kama mwezi huu wa Ramadhani umekaribia, ndugu Muislamu, tufanye mizani yetu nzito kwa sadaka. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akun min as-salihin. Na toeni katika yale tuliyokuruzukuni kabla hayajamfika muda wenu. Akasema Rabbi, lau ungenikhirisha mpaka muda wa karibu hivi, basi ningetoa sadaka, ningekuwa miongoni mwa salihin. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema, jaa rajul ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqala, mtu mmoja alikuja kwa Nabii sallallahu alayhi wasallam akasema, ya Rasulullah, ayu sadaqatu a'zamu ajra, akamuuliza ya Rasulullah, ni sadaka ipi yenye ujira mkubwa zaidi? Qala, akasema, anta saddaqa wa anta sahihun shahih, akajibu, toe sadaka nawe ni mzima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu amesimulia kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema, zikimbilieni amali njema kabla haijafika mambo sana. Badru bil a'mali sab'an, hal tantadiru ila al-faqr al-musiya, je, mnangoja mpaka mfikiwe na ufukara wenye kusaulisha, au ghinaya mutghia, au utajiri unaopoteza, au maradha mufsida, au maradhi yenye kufisidi, au haraman mufannada, au uzee uletao udhaifu wa akili, au mautan mujhiza, au mauti ya ghafla, au dajjal fasharun ghaibun yantadhar, au dajjal ambaye ndio kiumbe mwovu asiyepaswa kusubiriwa, au saata wa fasaatu adha wa amr, au qiyama, na qiyama ni tukio gumu chungu kubwa, na Allah tuepushe nayo. Ndugu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala tujalie من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا هادي له
ومن يضلل فلا مضل له. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد الله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى في سورة الأعراف: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى في سورة اللقمان: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم نار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون إلا قوله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وأخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلى الفقر مسيا أو غنايا مطغية أو مرادا مفسدة أو حرما مفندا أو موتا مجهزا أو دجال فشر غائب ينتظر أو ساعة وساعة عدها وأمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الذكر حالم اللذين. وقال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر صلاة عليك فقال: فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت. فإني زدت فهو خير لك. قلت: فنصفه؟ قال: ما شئت. فإني زدت فهو خير لك. قلت: فثلثين؟ قال: ما شئت. فإني زدت فهو خير لك. من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعد
بين المعصومة، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا. اللهم احفظ بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارحم فأنت بنا راحم، ولا تؤذبنا فأنت علينا قادر، والتف بنا ما جرت به المقادر، إنك على كل شيء قدير. اللهم قد كثر أعداءك فاحفظنا، اللهم قد كثر حساد فنجنا. اللهم احفظ من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنت تعلم أعدائك واقتل أعددا واقتلهم عددا، ولا تبقي منهم أحدا، وأرنا فيهم يوما أسودا ويوم فرعون وآمان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت تعلم أعدائنا واقتلهم عددا